You can. Mimi watu walikuwa wananipiga vita, huyu ni Freemason. Kwani ana helikopta kapata wapi? Mimi nimewapa watu gari tofauti, watu 48. Yaani nimetoa magari kwa kuwapa watu 48 cars. Najua kwamba mwana wa Mungu, si nikwambie nini, mimi sijawahi kutaka kitu nikakosa. Ukiniona sina kitu, sijataka. Sikutanii. Sijawahi kutaka kitu eti nikakosa. Lakini cha kwanza, change your status. Uregister kabisa, mimi ni mwana wa Mungu. Na mimi ni masihi wa Bwana. Na mimi ni mtu wa mbinguni. Na operate hapa duniani. I am operating in the enemy's territory. I am running activities in the enemy's territory. Lakini mimi ni raia wa mbinguni. Niko hapa duniani kwa kazi maalum. Kwa hiyo siku unaposhushwa, unashushwa kwenye tumbo la mama. Na unaposhushwa unapewa na jukumu lako duniani. Unaambiwa wewe unaposhushwa jukumu lako ni hili hapo, unaingia ndani. Ukipewa jukumu kubwa siku unashuka, vita yako ni kubwa duniani. Ukiwa na jukumu dogo hapa duniani, vita yako ni dogo. Anybody who is very loaded from heaven expect a loaded battlefield. Mtu ambaye una vita kubwa, maana yake future ni kubwa. Mashetani wana uwezo wa kuona ulivyo loaded, halafu wakaanza kushambulia. Tunajuaje mashetani wanaanza kuona? Ndiyo, Biblia inasema Paulo amefika Efeso. Kijana mmoja mwenye pepo wa uoguzi anasema hawa ni watumishi wa Mungu wenye kuhubiri habari ya wokovu. Amejua, amemjua po. Shetani ana uwezo wa kujua. Mamajusi wa mashariki wakafika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kina nani hao mamajusi wa mashariki? Mbona mapema sana? Kina nani hao mamajusi wa mashariki? Angalia NIV version inasema magicians. Hao wanaitwa mamajusi. Biblia ya Kiingereza, mwache hapa hapo. Kaeni tu mwacheni hapa hapo. Nyie tuendelee na biashara. Kwa hiyo asema astrologers. Neno astrologers maana yake wataalamu wa anga kwa kutumia periscope. Kwenye karne ya kwanza hakukuwa na periscope. Ndio maana kwenye NIV version inaitwa magicians, waganga wachawi wa kutokea Far East. Wakaiona nyota, wakaona indicators za mtu fulani ametoka mbinguni, wakamfuata. Wakaenda wakabisha hodi, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Wanaouliza kafalme ka Wayahudi ni katoto. Mmejuaje? Tumeiona nyota yake. Kuna viashiria kwenye ulimwengu wa rohoni, kabla hujazaliwa kwenye ulimwengu wa giza ilishajulikana utakuwa nani. Vita inaanza, mara uwe mgonjwa, mara unaungua moto, mara unapata ajali, mara unalazwa, mara hakuna wa kusomesha, mara hakuna mkopo shuleni. Vita hiyo inazuia usiwe yule uliyetoka mbinguni. Lakini vita hiyo haijawahi kufanikiwa kwa jina la Yesu. It has never succeeded. Kwa hiyo unaweza kumkuta mapepo wanapoingia ndani ya mtu, wameingia ili wazuie asiwe vile alivyopangiwa kuwa. Na wakiingia wanashikilia kwa nguvu kweli hata kuwa yule aliyepangiwa kuwa. Wanashangaa, unatoboa, unapasua. Kwa hiyo he that is given much by God has also so much battle. Aliyepewa sana na Mungu ana vita sana. Unamwona Diamond mwimbaji, sauti hiyo amepewa na Mungu ili aimbe. Vitu vyote tunavyoviona vizuri, Mungu, shetani hawezi kumpa mtu. Mungu amewapa, shetani amewateka nyara. Kwa hiyo mtu anatoka mbinguni yuko loaded. Mapepo yanamwambia Yesu, tunakujua nani wewe mtakatifu wa Bwana. Mapepo yanaweza kumjua mtu ni nani. Mbona unakuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu? Yesu hakuwaruhusu waseme, maana walimjua yeye ni nani. Kwa hiyo wewe ukiwa unatembea mitaani hivi, kuna vibabu vikikuangalia vinakuona waziri wa fedha. Lakini wewe, sisi tunatoka familia maskini. Hata wewe hujijui. Unajua, sikiza nikwambie, unapokuwa na vitu sio kwamba unajijua.
nataka nifungue hili fundo. Wanahisi kwamba Askofu Gwajima mwenyewe huwa anajijua kabisa. Kuna kitu kinatembea kifuani hapa kinamjulisha. Hujijui. Ila kunakuwa na mawazo na kiu ya jambo fulani. Ile kiu inatoka kwa Mungu, na ndio sauti ya Mungu. Ifuate hiyo kiu, utafika. Sio kwamba utasikia sauti, mwanangu kagombe. Unasikia tu kuna kiu fulani. Na kiu hiyo ikikuingia, usiombe ushauri. Ukiomba ushauri, umejizika kwenye kaburi la Kikristo au la Kiislamu. Lakini anyway, umezikwa. Don't ask for an opinion when you are fully persuaded from within you that you have to do something. Ukimuuliza mtu atakushauri sawa sawa na yeye anavyojisikia. Lakini unaposhuka kutoka mbinguni unakuwa loaded. Mimi kwenye familia yetu tuko watoto 12. Wa baba mmoja na mama mmoja. Mimi mtoto wa 8. Wengine wote ni wa kawaida. Na ni washirika wangu wote ni wachungaji chini yangu. Mimi ni wa 8. Dadangu wa kwanza ni mchungaji. Dadangu kakangu wa pili mchungaji. Wote wao ni wachungaji chini yangu na wamezaliwa kabla yangu. Lakini mimi ndio nilikuwa na matatizo kuliko wote. Nimezaliwa tu nikiwa na miaka 13 nikapooza, siwezi kutembea. Nimewahi kukaa bila kutembea, nimepooza miaka 6. Siendi shule miaka 6. Wenzangu wanakwenda shule, wako Uingereza, wako Uholanzi, wako Marekani. Mimi nashangaa, mbona mimi matatizo hayaishi? Pengine unajiuliza, why me? Mkopo mimi, madeni mimi, umaskini mimi, mimi, kila kitu mimi. Mchumba nilikuwa naye kabisa, unashangaa tu haipatikani. Tunagombana bila sababu. Ni kwa sababu you have a big tomorrow. The devil does not fight against people who don't have a big tomorrow. Shetani anamwangalia sana mtu mkuu wa ulimwengu anayemiliki kwenye anga. Mkuu wa ulimwengu anayemiliki kwenye anga la Tanzania amepewa jukumu waangalie wanaoshuka. Ni nani anashuka na amebeba nini? Fanyeni vita na mtu sawasawa na alichobeba. Kama amebeba sana, vita sana. Kama amebeba kidogo, vita kidogo. Na ndio maana kuna wengine wanakuambia, nyinyi ndio wajinga, mnakwenda kanisa kila siku. Mimi na vita kubwa mwenzangu, niache niende kanisa kila siku. We mwenzetu na vita ndogo, nenda Jumatatu na Jumatano, sisi tunataka tulale mpaka pale. Vita yetu ni kubwa. How loaded you are, that much you face the battle. Lakini utakachoshangaa, Mungu atakupa neema ya kuvuka. Lakini the common understanding, mimi ni mwana wa Mungu, ni raia wa mbinguni, nimeletwa hapa duniani kwa special assignment, na hakuna wa kuniua paka assignment yangu imalizike. Siku moja mimi mlango wa nyumba yangu ukavunjwa. Kwanza nimelala usiku. Nikasikia nimeumwa mdudu